Once again. So kwa jina naitwa Kinyu. So kwa leo napenda kueleza namna ya kujua kompyuta yako uwezo wake au specification zake. Kitu cha kwanza kwenye kompyuta yoyote au laptop au desktop, huwa tunaangalia vitu vikuu vinne ambavyo vyenyewe ndio vinaweza wa kubeba ukubwa wa mashine. Kitu cha kwanza ni RAM ambayo ni random access memory. Kitu cha pili ni storage. Kitu cha tatu ni processor, na kitu cha nne ni generation. Kwa hiyo tunaenda kuelezea kimoja baada ya kingine. Tukianza na processor. Processor hiki tuseme ni kichakata ambacho kinachokata process nzima, maana hiyo ndio process nzima ya kompyuta yako, ambaye kuna kifaa kinachoitwa processor. Kazi yake ni kuprocess system. Sasa processor zimegawanyika katika makundi mengi sana. Sasa tukija kwenye hizo aina, kuna hawa jamaa wa Intel, kuna Nvidia na kuna AMD. Sasa processors zilizokuwa common na zilizokuwa ni strong ni processors za Intel. Kwa mfano, kwenye Intel kuna Intel Sentinel, kuna Intel Pentium, kuna Intel Celeron na kuna Intel Core. Hasa kwenye hizi Intel zote Intel Core ndo Intel nzuri, kwa sababu ni Intel ambayo ina uwezo wa kuvumilia shida na Intel hizo ndo kubwa kuliko zote kwenye Intel ni Intel Core, na mashine kubwa kuliko yote current ni Core i9, ila kwa bongo sisi huku zimeishia Core i7. Kwa mfano mimi mashine nayotumia hii hapa, ubonyeza hapa upande wa kulia properties, tuone hapo. Hii hapa ni processor. Hii hapa ni Intel Core i5, ina speed ya hapa. Tukiachana na panda processor, tuende kwenye storage. Okay, baada ya kugundua processor utakuja kwenye storage. Storage maana yake ni inabebwa na kifaa kizima ambacho ni hard disk, kuna USB device, kuna SSD ambayo ni solid state drive. Kwa hiyo mashine nyingi za sasa hivi zinatumia hard disk pamoja na SSD, ambazo hizo ndo zinaweza kubeba storage. Kwa hiyo ukubwa wa mashine pia storage inachangia. Sasa itakuwa kuna maana gani? Kwa mfano natumia mashine let's say Core i7, alafu umeona. Kwa hiyo ukiwa na mashine labda Core i7 alafu ikanatumia storage ya GB 20 au GB 50, alafu jamaa anatumia tu mashine Core i3 alafu na storage labda let's say GB 500, of course kwenye processor utakuwa umempita, lakini kwenye issue nzima ya storage na uhifadhi wa documentary na baadhi ya taarifa mbalimbali itakuwa imekuzidi wa Intel Core i3, kwa sababu ana storage kubwa. Kwa hiyo storage inabebwa na vifaa kama SSD na hard disk. Kitu kingine, tuende kwenye issue nzima ya RAM. Tunaposema RAM, ambayo ni randomly access memory, ambayo yenyewe na kazi yake ni kutunza kumbukumbu, au inaweza ikafanya kazi ya kufanya tusema kudisplay, kwa sababu ukitoa RAM kwenye kompyuta yako, mashine yako haito display, kwa sababu RAM yenyewe inaonyesha kumbukumbu kutoka kwenye graphics kwenda kwenye display. Kwa hiyo RAM ina kazi ya kudisplay na kutunza kumbukumbu mbalimbali za kwenye system BIOS, ambayo ni BIOS system. Kwa hiyo ndo kazi ya RAM. Na RAM imegawanyika kwenye makundi mengi sana. Kuna RAM generation, yani kuna RAM DR2, DR3 na current zipo DR4. Kwa mfano mimi mashine natumia na DR3 na RAM GB 8. Unakuja tu hapa kwenye system properties, hapa utabonyeza hivi. Kisha kuja hapa utakuja hapa kuandikia, kwa sababu kuandika installed RAM hii hapa ni 8 GB ambazo zinatumika ni 7.9. Kwa approximation ni 8. Apart from hapo tunazungumzia issue ya generation ambayo ni ya mwisho. Generation tunazungumzia maana yake ni kizazi, kwamba ni familia, kwamba hiyo kompyuta yani ni toleo la mwaka gani, na generation market tunazungumzia generation market tunazungumzia toleo gani la mwaka gani, kwa sababu hii kwa mfano mashine natumia mimi ni generation ya pili, lakini sasa hivi current zipo generation ya 11. Maana yake unaona kwamba jinsi mashine natumia ni bado ni order.
ila kumbe zipo mashine ambazo ni newer version ambazo zenyewe ni latest ambazo zinapokea system nyingi kulingana na generation iliyopo current. Kwa mfano mashine yangu natumia Microsoft Windows 11 Pro Activated ya 21 ambayo last updated ni Juni 2021. Kwa hiyo inapokea Windows zote na yenyewe ni compatible na Windows 7. Lakini tukiachana na compatible, pia kulani window nyingine tofauti na compatible na depend na storage, na depend na RAM, na depend na system BIOS ambayo yenyewe ina support UEFI kuboot mode kwenye mfumo wa GPT ambayo ni guide partition table na baadhi ya vitu vinginevyo. Kwa hii ilikuwa ni part 1 ya kueleza system computer yako ukubwa wake, lakini tutaenda part 2 tutaelezea nini maana ya BIOS, ina kazi gani na keyboard chake kwa ajili ya kuelezea kwenye masuala mazima ya setting. Asanteni, mlikuwa nami Sadiki Kinyu. Thank you.